Ndugu zangu wa Tanzania, wa Kenya, Waganda, Warundi, wa Kongo na ndugu zangu wote wa Afrika ambao mnaelewa Kiswahili, kwa niaba ya wengi wa Wanyarwanda wenzangu tunaomba msaada. Kwenye Biblia kuna story ambayo Yesu aliambia wafuasi wake, akijibu mmoja wao alipouliza, kwani nani ndiye jirani wako? Sio lazima uwe Mkristo to appreciate hii story ambayo Yesu aliambia wafuasi wake. Ni story ambayo inaongelea utu ambao watu tunahitaji tuwe nao. Inaongelea mtu ambaye alipigwa na majangili akaumia, na watu kadhaa wakampita wakimwangalia ambao walikuwa watu wa ukoo wake. Lakini mtu mwingine ambaye alikuwa hata sio wa ukoo wake, alipofika hapo, mtu wa Samaria akasimama, akamsaidia, akamtafutia huduma za afya. Yesu alikuwa anasema kwamba huyu ambaye sio wa ukoo wake lakini ambaye alimsaidia, huyu ndiye jirani mwema. Sisi Wanyarwanda kama jirani wenu kijiografia, lakini pia kama binadamu kama nyinyi, tunawaomba msaada kwa sababu nchini kwetu Rwanda kuna shida kubwa sana. Nikiongea na wenzangu wengi wa Afrika ambao wanatoka kwenye nchi ambazo zimetuzunguka Rwanda, mara nyingi wananiambia, unajua Peter, hata sisi tuna shida. Nchini kwetu tuna shida, na wanaweza kukuambia shida kadhaa ambazo nchi zote zina shida. Nchi zote duniani zina shida. Hamna nchi ambayo haina shida. Na kuna serikali nzuri nyingi ambazo zinajaribu kutatua shida za wananchi, na hata kwa kujitahidi bado kuna wapinzani watapiga kelele, bado kuna watu ambao hawataona mema ambayo serikali inafanya. Hicho ni kitu ambacho hakitakosekana kwa nchi zote. Lakini sasa sisi Wanyarwanda shida yetu ni tofauti kabisa. Si tunaongelea shida ya mauaji. Nchini kwetu tuna serikali ambayo inaua watu. Yaani binadamu Mnyarwanda amekuwa kama nzi. Nzi ambayo inapigwa, ambayo inafutwa, inauawa. Tuna serikali ambayo inaongozwa na Rais Paul Kagame, ambao Waafrika wengi wamedanganywa ya kwamba huyu ni rais ambaye anafanya mambo mazuri Rwanda, lakini huo sio ukweli. Na labda wewe unanisikiliza na umeshaenda Rwanda na kweli umerudi ukasema kwamba hii nchi ni nchi nzuri, nchi safi, nchi na usalama. Na hii ndio story mara nyingi tunaona imeandikwa, imetangazwa kwenye media nje, lakini ukweli sio huko. Na nyinyi ambao mnaenda Rwanda, basi I want to challenge you. Enda Rwanda, muulize Mnyarwanda yoyote, yule aliyekupokea au yeyote mtaani au sokoni. Muulize, una furaha na serikali yako? Una furaha na rais wako? Uone jinsi uoga utamshika na atakukwepa, hata jibu swali lako. Nchi ambayo ina amani, ambayo watu wanafurahia serikali yao, wana shida gani ya kuongea mambo ya siasa na kuongelea serikali yao? Lakini muulize Mnyarwanda, rais wako yukoje? Ataogopa hata kujibu, na kama lazima kujibu atasema mzuri, serikali nzuri, safi, hatuna shida. Utamuuliza, hamna hata tatizo lolote? Mbona nchi zote zinakuwa na tatizo? Hamna kitu ambacho unadhani hata serikali inaweza kurekebisha? Atasema hapana, hamna. Yaani Wanyarwanda wanauoga, wanaogopa serikali yao kwa sababu wameona jinsi serikali inaua. Siku ya leo ambayo naongea, tarehe 5 mwezi wa 3, imepita miaka 10 ambayo kuna mtu anaitwa Deogratias Mshahidi amekuwa amefungwa gerezani kwa sababu ya kusimama na kuongea na kupinga mambo ya serikali. Huyu baba ni Mtutsi ambaye alikuwa chairman wa Rwanda Journalist Association, na aliingia kwenye siasa kwa sababu alikuwa anaona kwamba mambo Rwanda yanaenda vibaya, kuna uaji mwingi, Wanyarwanda wengi wanawawa. Kagame na serikali yake wakamshika, wakamfunga. Sasa imekuwa miaka 10. Juzi, nadhani ushapata hii taarifa, kuna mwimbaji mmoja, gospel singer, kijana mdogo ambaye anaitwa Kizito Mihigo, naye aliuawa. Kwa nini? Kwa sababu aliimba nyimbo ambayo ilikuwa inasema kwamba jamani, tukumbuke watu wote ambao waliuawa, Watutsi na hata Wahutu. Huyu kijana alikuwa Mtutsi ambaye wengi kwenye familia yake waliuawa kwenye genocide. Alikuwa anasema ndio, na mimi watu wangu waliuawa, lakini pia Wahutu walikufa. Serikali ikakasirika, wakamfunga, na juzi wamemuua. Kwa nini wamemuua? Kwa sababu serikali ya Rwanda ya Paul Kagame haitaki watu wajue ya kwamba iliua Wahutu wengi sana Rwanda na Kongo. Sasa kwa sababu huyo kijana aliandika hiyo nyimbo, na hiyo nyimbo ilikuwa nyimbo nzuri ambayo anasema kwamba basi tukumbuke wote waliokufa, na yeye akawawa. Binti mmoja ambaye miaka 2 iliyopita alijitokeza ili na yeye apiganie urais, kwa sababu na yeye alikuwa anasema kwamba naona vitu hapa nchini haviendi vizuri. Baba yake alikuwa mfanyabiashara ambaye alisaidia sana serikali ya Kagame, na yeye akawawa. Binti yake huyu mbaba akasema, na mimi nataka nisimame
na mimi niongee, na mimi nionyesha kwamba tunaweza tukaimprove, na yeye wakamfunga pamoja na mama yake. Yaani Rwanda watu wanawawa, mtu hana thamani, Mnyarwanda hana thamani. Lakini sasa kama Yesu aliposema ya kwamba the good neighbor, jirani mzuri, ni yule ambaye anasaidia mwenzake anapoona yuko kwenye shida. Na mzee Nyerere, Mwalimu Nyerere, ambaye alikuwa rais wa kwanza Tanzania, alielewa hili jambo. Alisema kwamba wenzangu wako kwenye shida, akamobilize resources za Tanzania, akasaidia nchi za Southern Africa, akasema hawa ni jirani wangu, even though kuwasaidia labda haita benefit nchi yangu directly, lakini lazima tuwasaidie hawa nao wapate independence, kwa sababu alikuwa anaona kwamba mambo ambayo yanatokea kule sio mazuri. Na isingekuwa Mwalimu Nyerere, sijui Afrika ya Kusini ingekuwaje saa hizi. Yaani watu wengi sana wanamuimba Mwalimu Nyerere kwa sababu alichukua yale mafundisho ya Bwana Yesu, akasema mimi nitakuwa jirani mwema. Kama wewe sio mdogo sana, utakumbuka kuna enzi ambazo Wanyarwanda tuliwaomba msaada, ulikuwa msaada tofauti. Wakati huo tuliwaomba msaada wa kutupokea kama wakimbizi. Sasa tunaomba msaada wa aina tofauti. Tunaomba mtusaidie kwa sababu nchini kwetu kuna mauaji, na haya mauaji yanaendelea na lazima yaishe. Tunawaomba waambieni watangazaji habari, waandishi wa habari kwenye nchi zenu. Labda kuna mmoja unamjua, labda una rafiki ambaye ana rafiki ambaye rafiki yake ni mtangazaji habari au mwandishi habari au editor, au yuko kwenye position yoyote ambayo anaweza kusambaza habari ili ukweli ujulikane. Msaada wako na msaada wake itakuwa kujulisha watu kwenye nchi yako ya kwamba tuna shida Rwanda, kwa sababu information is power. So tunawaomba mtusaidie, yani information isambazwe ya kwamba kuna shida kwenye nchi ya jirani. Kitu kingine tunawaomba, waambieni viongozi wenu. Viongozi wenu wana influence kwa sababu wanaongea na viongozi wenzao, na it doesn't matter kiongozi yuko kwenye level gani. Wewe ukionana na kiongozi wako, after kumwambia shida zako na shida zingine, mwambie lakini pia nasikia kama Rwanda kuna watu wanawawa. Nadhani ukifanya hivyo utakuwa na wewe umekuwa yule msamaria mwema. Viongozi sio viongozi wa serikali peke yake, hata viongozi wa dini. Mwambie mchungaji wako, mwambie kiongozi wako wa dini, sema kwamba naomba wakati tunaombea nchi yetu pia tuombe na tufikirie kusaidia nchi ya Rwanda ambayo kuna mambo mabaya ambayo yanatokea pale. Yesu alipotoa ile example ya msamaria mwema, alichokuwa anataka kusema ni ya kwamba watu, binadamu wote, tupendane na tujali welfare na utu wa watu wote. Sasa kwa sababu nyinyi ni jirani wetu geographically, it is even more important ya kwamba mtujali Wanyarwanda. Kutatua shida yetu ni kazi. Wanyarwanda hawawezi kuongea nchini mwao, hawawezi kwenda kwenye maandamano, hawawezi kwenda kuchagua mtu mwingine kwenye uchaguzi. Last time Kagame alipata 99% of the vote. We mwenyewe ambaye unaweza kufikiria, you know ya kwamba this is impossible. Hata marais ambao wanafanya maajabu nchini kwao, ambao wanapendwa, hawezi kupata 99% kwenye uchaguzi. Lakini rais wa kwetu Kagame ndio hivyo. Tena ukikutana na Mnyarwanda ambaye anaweza kuwa free kukueleza jinsi uchaguzi huko Rwanda, wengine wanasema hata wakienda kuchagua kunakuwa na mtu askari kwenye voting booth anakuangalia unapoweka kidole. Ni kusema kwamba Wanyarwanda hatuwezi kutatua shida zetu kidemokrasia. Ndio maana tunawaomba msaada nyinyi jirani zetu, tunaomba msaada wa Afrika wenzetu. Ulizeni viongozi wenu, hivi kwa nini Wanyarwanda wafe wakati tupo? Kwa nini serikali kwenye nchi ya jirani yetu iue watu wakati tupo na sisi ni Waafrika na hawa ni Waafrika wenzetu? Mwalimu Nyerere anakumbukwa na hatawahi kusahaulika, na watu wengi Afrika wataendelea kufundishwa historia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa sababu alifanya kitu cha muhimu. Alikumbuka jirani. Alifanya kile ambacho Yesu aliambia wafuasi wake, akasema kwamba yeyote ambaye atamsaidia mwenzake ndio jirani mwema. It doesn't matter kama issue inaku affect directly au kama wewe uko kwenye situation ambayo ni nzuri, ambayo serikali yako inajitahidi. Pia tukumbuke Wanyarwanda. Hicho kitakuwa kitendo chema ambacho utafanya, na ndio kile kitendo ambacho Yesu alikuwa anaongelea. Basi tunaomba maombi yenu, tunaomba support, tunawaomba muongee na watu ambao wanaweza kusaidia. Kitu kibaya cha kutisha kikitokea Rwanda,
magazeti ya Tanzania, ya Kenya, ya Uganda, ya Burundi, ya Kongo na nchi zingine zote waandike na waulize kwa nini huyu amewawa. Waombe maelezo, viongozi wenu wapige simu, marais wapigie Rais Kagame, waulize kwa nini watu nchini mwenu wanawawa wakati ni binadamu kama wetu. Na wakiwaambia kwamba this is none of your business, viongozi waseme it is our business, kwa sababu tuna mandate pia ya kufikiria watu wengine wa jirani, sio watu wa nchini kwetu peke yake. Na waliotutangulia kama wakina Mwalimu Nyerere, wakina Kwame Nkrumah, wakina Patrice Lumumba walitufundisha hili, na tutaendelea kufanya hivi mpaka Afrika yote ipande juu pamoja. Sio kama nchi zingine zitaendelea, zingine zijiimprove demokrasia, afu tuwe na nchi moja katikati ya Afrika ambayo watu wanawawa, ambayo watu wanafungwa just to protect serikali ambayo haitaki kufuata sheria, sio sheria ya hapa duniani peke yake, lakini pia sheria ya Mungu ambayo inasema thou shall not kill.